welcome in the mighty name of Jesus. Karibuni sana watazamaji wangu. Mungu awabariki kwa kunitazama. My name is Prophet Julia. Mungu awabariki my subscribers. Mungu awabariki. Leo tuko na title inaitwa kwa nini wanawake wengi hawaridhiki katika ndoa yao, ama kwa nini hawaridhiki katika sex. Shida ni hii: ukiwa mtoto mdogo ulikuwa msichana mzuri sana, na mama yako alikuwa anakuangalia, anakuambia, msichana wangu usitake kucheza na maboys ovyo. Na wewe unaona, sasa mama ananiambia nini? Na hujui kwa nini anakuambia hivyo. Na shida ya mama hawaambiangi watoto wao ni nini utapitia. Anakuambia usirudi kucheza na hawa vijana. Unaona? Akifanya hivyo, wewe ukiwa msichana bado unaendelea kucheza na msichana, unaenda kukua mkubwa. Ukiwa mkubwa unaanza sasa kupatana na wale maboys ulikuwa unaambiwa hakuna kucheza na wale. Wa kwanza unalala na mtu wa kwanza. Ukilala na mtu wa kwanza anakupea roho ya rejection. Hiyo ni mtu wa kwanza. Haya, hujaridhika bado, umesikia hii na hii kitu ni vizuri, acha niendelee sasa. Unapatana na mtu mwingine, wacha naye sasa mlale na yeye. Anakupea roho ya nini? Ya umaraya. Akikupea hiyo roho, unafikiria utaridhika katika hiyo nini? Sex? Hapana, hautaridhika. Sasa unaanza tena, na hii kitu ni mzuri, wacha niendelee, ama naweza pata mtu mwingine labda ni mzuri kushinda nani mwenye nilikuwa na yeye alinipea roho ya umaraya. Unaenda unalala na mwingine. Ukilala na yeye tena unapata yeye kwao wanakuwa na roho ya abortion. Hakuna mimba inakaa kwa mwili wako. Akikupa hizo roho, ujue vile tu unaendelea kulala na hao watu, hakuna mwenye hana roho yake. Mwingine anakupea generation curses. Kwao wamelaaniwa. Hata doa ukilala mwingine kwao hawaoleangu, wanakaanga tu. Wakati unaenda kuolewa sasa umechoka na usichana, unaenda kuolewa, unaulizwa na bwana yako, hivi wewe unasema nimekuharibia maisha? Nimekuharibia maisha ama ulishajiharibia wewe? Juu hakuna pahali hakujaingiwa. Unashangaa ni nini mbaya? Kumbe kwa msichana ulizurura ya kutosha. Hata akilala na wewe hakuna venye unaridhika na yeye. Unasema tu wacha tu nifikirie nani huyu alikuwa anafanya kazi nzuri. Ukifanya hivyo, akili yako unaweka kwa yule mtu mwenye ulikuwa unalala na yeye. Unasema analidhika. Hata kuota unaotaka na yeye, mpaka unagongwa kofi kwa ndoto, kwa sababu unaota na yule mtu mwenye alikuwa analala na yeye vizuri, na huyo mtu alikupea roho ya nini? Ya rejection. Wakati umeolewa, vita imeanza. Kwa ploti wewe ndio kila kitu, haujafanya kitu, lakini ni zile maroho ambazo ulipeangwa. Haya, kwa ndoa makosa ikifanyika ni wewe, watu wenyu wanakuamkia. Hapo ndio unajiuliza, hivi shida yangu ni gani? Ama ni wananionea wivu? Si ati wanakuonea wivu, ni vile ukajifanya rejection, kila mtu akakuchukia. Hapo ndio unaanza kujiuliza, hivi ama ni zile mambo zenye mamangu alikuwa ananiambia niachane na mambo ya wasichana, niachane na mambo ya kore, niachane na mambo ya vijana. Unasema aliniambia niache mambo ya vijana. Kumbe hii ndio shida yenye alikuwa ananizuia. Lakini juu ya kiberebere yako kuona unachukiwa, hiyo ndio nini? Hiyo ndio madhara ya kutembea na wanaume wengi. Ukitaka vizuri, hiyo makosa umeshafanya. Fanya hivi, una fast. Jifunge hata siku 3 ukiwa na nguvu. Jitenganisha na wale watu wote umelala na wao. Sema, mtu mwenye niliana akanipea roho ya rejection, na disconnect in the mighty name of Jesus. Nakataa connection yake. Chochote aliniwekea nakataa katika jina la Yesu. Na ikataa in the mighty name of Jesus. Chochote aliweka katika maisha yangu, watu wote unajitenganisha na wao. Na ukifanya hivyo, utaanza kupendwa, utakuwa na favor, na Mungu atakuja katika maisha yako na atakubariki, na utaona mafanikio. Hata ndoa yako venye mume wako alikuwa anakuja, sasa njia inakuwa wapi? Juu njia nikaa kila mahali. Ni kama venye unakanyaga mandizi, unatereza chui, unaenda.
Sasa mume wako unasikia akikuuliza, "Hey, na siku hizi umekuwa mzuri." Kwa nini? Juu wale watu wote umeshajitenganisha. Na ukifanya hivyo, na uendelee kuombea hata mume wako, watu wote alilala na wao, ukimtenganisha na wao wote, na ukimtenganisha na wewe ujitenganishe, mjue mmeshakuwa kitu kimoja. Na ukifanya hivyo, ndoa yako utaridhika, utakuwa unaridhika na huyo mtu mmoja na hutaitamani tena katika maisha yako. Na ukifanya hivyo, maisha yako itakuwa mzuri. Na katika jina la Yesu nasema asante kwa kutazama. Thank you.